Katika moja ya kitu ambacho nimejifunza kwenye maisha yangu na ningependa pia tushare na wewe leo, ni namna ambavyo watu wakuu hutengenezwa. Na nimegundua kwamba kuna mambo matatu ambayo ndio hasa yanatengeneza watu wakuu. Kwa nasi pia tukijifunza ya mambo na kuelewa kwa kina, ni lazima tuwe watu wakuu, iwe kwenye engo yoyote, iwe kwenye biashara, iwe kwenye kazi yote unayoifanya, lazima uwe mtu mkuu. Endapo utaweka mkakati wa maksudi katika kujifunza na kuyatambua ya mambo matatu na kuyaishi kama mkakati wako wa maksudi wa kuweza kubadilisha maisha yako, lazima maisha yako yabadilike. Lazima uwe mkuu kwenye engo yoyote. Katika historia ya dunia hakuna mtu mkubwa aliyezaliwa akiwa mkubwa. Hilo lazima tulijue. Watu wakubwa hutengenezwa na maamuzi wanayoyafanya, changamoto wanazokutana nazo na mtazamo wao kuhusu maisha. Kwa hivyo ukichunguza kwa kina maisha ya viongozi wakubwa, wafanyabiashara wakubwa, wavumbuzi wakubwa na watu ambao waliacha alama kubwa sana duniani, utaona kuna mambo matatu ambayo yanawafanya wafanane sana katika safari zao, na haya ndiyo mambo yanayotengeneza watu wakuu duniani. Na jambo la kwanza kabisa ni maono makubwa, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema big vision. Huwezi kuwa mtu mkubwa bila maono, na huwezi kuwa mtu mkubwa kwa kuwa na maono madogo. Yaani kila mtu mkubwa huanza kwa kuona jambo ambalo wengine hawalioni kabisa, na maono ndio uwezo wa kuona kesho yako kabla hata haijafika bado. Wakati wengine wanaona hali yao ya sasa, mtu mkubwa mara nyingi anaona uwezekano wa kesho yake kutimia. Watu wengi leo huishi kwa kuangalia matatizo yao ya leo, lakini watu wakuu huongozwa na picha ya maisha wanayotaka kuyaishi miaka ijayo, aidha miaka 5, aidha miaka 10, hata miaka 50 ijayo. Ataanza kuyaishi maisha hayo leo akiwa na miaka 20, akiwa na miaka aidha chini ya hapo, lakini anaanza kuishi maisha ambayo ni ya ukubwa sana, kiasi ambacho watu wengi wanaanza kushangaa. Ni kwa sababu tu kuna maisha ambayo anayaona, kuna maono ambayo anayaona, kuna picha ambayo anaiona ndani yake. Kwa maono makubwa pia ndio hasa humfanya mtu aweze kuamka asubuhi na mapema akiwa na sababu ya kuishi, avumilie maumivu ya leo kwa ajili ya ushindi wake wa kesho, aone fursa mahali ambako wengine wanaona vikwazo. Nikukumbushe tu kwamba ukubwa hauanzi kwenye mfuko wa fedha, bali huanza kwenye ukubwa wa maono yako. Kwa hiyo ukiwa na maono makubwa kwenye maisha yako, lazima tu utakuwa mtu mkuu. Lakini usipokuwa kabisa na maono, huwezi kuwa mtu mkubwa na huwezi kuwa na nafasi yoyote duniani, kwa sababu watu wa kawaida mara nyingi huwa wanakosa space duniani. Yaani dunia huwa haifungui nafasi kwa ajili yao. Kwa hiyo kuelewa hili linaweza likakusaidia sana kwenye maisha yako, hasa kwenye biashara, aidha kwenye kazi ambayo unaifanya. Lazima uione katika namna ambayo ni ya ukubwa sana, kiasi ambacho watu wengi
hawaioni kwa namna hiyo. Lakini jambo la pili ambalo linatengeneza watu wakuu ni matatizo, na sio matatizo tu, matatizo makubwa, big challenge. Watu wengi huomba maisha mepesi, lakini watu wakuu hujengwa na changamoto ngumu. Dhahabu hupita kwenye moto ili isafishwe. Vivyo hivyo, binadamu hupitia changamoto ili tabia, hekima na uwezo wake ujengwe. Hakuna mtu aliyewahi kuwa mkuu bila kupitia kukataliwa, kushindwa, kukosolewa na kuanguka mara kadhaa. Tofauti kati ya mtu mkubwa na mtu wa kawaida si kwamba mtu mkubwa hakuwahi kuanguka kabisa. Tofauti ni kwamba mtu mkubwa aliendelea kusimama hata pale alipokuwa ameanguka. Changamoto si ishara kwamba Mungu amekuacha. Mara nyingi ni ishara kwamba anakutengeneza kwa ajili ya kiwango kikubwa zaidi. Jambo la tatu ambalo linatengeneza watu wakubwa ni nidhamu, big discipline. Maono bila nidhamu ni ndoto tu, na kuna watu wengi sana leo ambao wana ndoto kubwa, lakini ni wachache wana nidhamu ya kuzifanikisha ndoto zao. Unachotakiwa kujua ni kwamba nidhamu ndio daraja linalounganisha ndoto yako na mafanikio. Nidhamu ni kufanya kile kinachotakiwa kufanyika hata pale ambapo hujisikii kufanya. Ni kusoma wakati wengine wanaburudika. Na hii ni tabia ambayo Waafrika wengi tunayo. Huwa hatuna desturi ya kujisomea vitabu, lakini maarifa mengi yamefichwa kwenye vitabu, na maana watu wengi sana waliwahi kusikika wakisema, ukitaka kumnyima maarifa Mwafrika mwekee kwenye vitabu. Huwa akimaliza masomo yake, yaani yale yaliyopo kwenye mfumo wa shule, huwa hana tena shida au fikra za kujisomea vitabu, lakini maarifa mengi ndio yamefichwa huko kwenye vitabu. Kwa hiyo kusoma wakati wengine anaburudika ni moja ya nidhamu ambayo inatengeneza watu wakubwa. Kufanya kazi wakati wengine wanatafuta visingizio. Mtu mkuu siku zote hana kisingizio, hana sababu ya kuto kufanikiwa. Yaani ana sababu ya kusonga mbele na kushinda kila aina ya vikwazo, na pia kuendelea mbele wakati wengine wamekata tamaa kabisa. Kilele cha mafanikio sio kipaji, sio wakati, wala sio mazingira. Mara nyingi ni nidhamu ya kila siku inayorudiwa kwa miaka mingi. Kwa hivyo kama unataka kuwa mmoja wa watu wakuu katika kizazi chako hiki, kujifunza kujenga mambo haya matatu ambayo yanaweza kukusaidia sana kuwa mtu mkuu na kuvuka kila aina ya mipaka ile ya kawaida.
Na moja ya mambo hayo ambayo tumejifunza ni pamoja na kuwa na maono makubwa. Kwa maana maono makubwa yatakuonyesha unakokwenda. Yaani maono ni dira ambayo yatakupa picha ya kule unakoelekea. Na pili, matatizo makubwa yatakujenga uwe mtu wa kiwango hicho kikubwa, kwa sababu kadiri unavyotatua matatizo makubwa ndivyo ukubwa wako, uwezo wako na kiwango chako cha ukubwa kinaendana na uhalisia wa kwako ama uhalisia unaotaka. Na tatu, nidhamu kubwa itakupeleka kwenye hatima. Usikimbie changamoto, usikate tamaa, kwa sababu mambo yako maybe ni magumu sana, na huenda kile unachopitia leo ndio shule inayokuandaa kuwa mtu ambaye dunia itakukumbuka kesho. Kumbuka, watu wakuu hawazaliwi wakiwa wakuu tayari. Hutengenezwa na maono yao, hujaribiwa na changamoto zao, na hujengwa na nidhamu yao pia. Kwa hivyo ukubwa wa mtu haupimwi kwa alipo leo, bali kwa maono anayobeba, changamoto anazoshinda na nidhamu anayoishi kila siku. Kwa katika mambo haya matatu, je, kuna jambo lolote ambalo umeliona limegusa kwenye maisha yako? Au kuna jambo ambalo umeliona ndo hasa unalifukuzia leo, ndo hasa linatengeneza tabia yako, ndo hasa unaliishi katika maisha yako?